Hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo sana wakati kama wa leo, ambapo basi nachukua fursa hii kwa kukaribisha ndani ya makala haya, kipindi kikiwa ni kumbukizi za Mwafrika. Katika basi makala haya tutakuwa tukikuangazia mengi kuhusu masuala mbalimbali ya Kiafrika. Manake tunaangazia kuhusu utamaduni wa Mwafrika, tukizingatia ama tukisawazisha pamoja na masuala ya Biblia, masuala ya historia na masuala ya jiografia. Na kipindi hiki basi kinadhaminiwa na shirika la Kenya-Kumbukizi Cultural Museum, na basi watakao tufaudishia makala haya hivi leo si wengine bali ni wataalamu waliotaalamika, walio na sifa kocho katika masuala haya ya historia. Na basi si wengine bali kule mwisho kabisa naye Bi Ruth Enkeseni, ambaye yeye basi ni mkurugenzi wa maombi katika shirika hili la Kenya-Kumbukizi Cultural Museum, ambapo ameweza kuandamana naye mkurugenzi mkuu wa shirika hili si mwingine bali ni mzee Samuel Kamidha. Hivi vile basi bila kumsahau Bi Merlin Wanjiro, ambaye vile vile atakuwa wa msaada mkubwa na mchango mkubwa kwa kweli katika makala haya hivi leo, makala yakiwa ni kumbukizi za Mwafrika. Mimi basi msimulizi wako Job Onimo. Na basi shukran kwa kufika studio hivi leo. Bila shaka basi watazamaji wana kiu cha kutaka kusikia kwamba katika kipindi hiki tutakuwa tukiangazia masuala gani. Manake tunaposema kwamba kumbukizi za Mwafrika, tunajaribu kuyakumbuka yale masuala yaliyokuwepo pale mwanzo, ambapo tunajaribu kuleta changamoto, ambapo je, Mwafrika tunaposema kwamba aweze kuyakumbuka yale mambo ya kale, na tunapoyazingatia masuala ya Biblia, je, mzee, manake wewe kama mkurugenzi, wewe kama mwana historia, unaweza basi ukasema vipi kuhusiana na swala hili la mwamko mpya wa Mwafrika? Mwamko mpya wa Mwafrika ni sehemu muhimu sana katika maisha ya Mwafrika. Naam. Kuna kule tumetoka na kule tuliko sasa na kule tunatazamia kuwa kesho. Naam. Ni lazima tujue historia ni kioo ambacho wajitazama. Naam. Kule ulitoka, pale ulipo, na labda kule utakuwa kesho. Naam. Kwa kule unaelekea kesho, unajizatiti, unajitayarisha kwa sababu una historia, kwa sababu kunaweza kuwa kulitokea kitu fulani kikakuzuia usiende mbele. Ukicha kukijua, utakuja tena, kitakusaidia mara pili kupata njia kuelekea. Afrika ndio imeanza teknolojia zote za dunia. Naam. Sayansi ya dunia chibukizi lake ni Afrika. Hata wataalamu wote wa madawa walitoka Afrika. Nikisema Afrika nasema nchi ya Misiri. Nchi ya Misiri wametuachia ufundi wa ujenzi ambao binadamu wa sasa hawezi. Ukitizama kama pyramid pale Gize karibu na Cairo, vile vimejengwa zilichida wataalamu mkubwa wote wa dunia, hata wataalamu wa UNESCO. Wakasema hii hakuna binadamu anayeweza kufanya hivi. Sisi tunajua ni sisi tulifanya. Tuna heshima na tuna heshima na waliofanya hivyo. Pale tulifika, na ndio labda niulize, nimuite au ni tuingie mbele yake kuingia katika mambo ya Biblia na historia na jiografia. Tujue tulikuwa na tulitoka wapi wetu, sayansi yetu na maendeleo yetu. Wageni wakaja wakatufuruka. Walileta dini yao. Dini ambao mwelekeo wao haikuwa itusaidie. Lakini ilikuwa ibomoe ustaarabu wa Mwafrika. Ndio washike nchi ya Afrika na kuigeuza kuwa koloni. Basi yote yakaisha. Ndio sasa tumo katika mwamko mpya wa Afrika. Mwamko wa kisayansi, mwamko wa kiimani, na mwamko wa kumtizama Mungu na uhusiano wa Mungu na sisi. Na kabla basi ya kumpa fursa dada Enkeseni, manake utakuta kwamba tunapoyazingatia masuala ya utamaduni, mtu yote ambaye anakutizama ama yuko pale nje, yeye udhani kwamba masuala haya yanahusishwa na masuala ya ushirikina, upigaji ramli, masuala ya uchawi. Tunaposema kwamba tuzingatie utamaduni, wanasema kwamba ni yale maneno. Wewe unaweza kusema kwamba utamaduni wa aina gani huu? Hapana, maneno ya shirikina, ulamali, ulanguzi na hai yote kukumeusi na maneno kama hayo. Mambo kama hayo yanakuja wakati huna mshiko mzito kwa Mungu. Ukiwa na Mungu mmoja na ukawa na ile dini ya kiimani ya Afrika,
huwezi kuelekea upande huo. Naam. Upande huo kulingana na utafiti wetu ni mambo ambayo yamekuja. Kama ukitizama mambo ya kwenda kwa maruhani ya mababu na kufanya mengine, kupiga ramli na ngoma za pepo. Hizo zote zinatokana na watu ambao wamekuja kuwa nasi katika jamii ya Afrika. Mwafrika alijua ni Mungu mmoja. Naam. Mwanzo na mwisho ni Mungu. Hakuna mahali alikwenda kwa maruhani, alikwenda kwa mapepo na nini. Ilikuwa hivyo, lakini kwa sababu ya watu wengi kuja katika bara la Afrika, katika karne tofauti, kila watu wanakuja na utamaduni wao. Dada Ruth Kesini, manake wewe ni kiongozi wa maombi katika shirika hili la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum. Manake shirika lenyewe ni kama la utamaduni, lakini wewe ni kiongozi wa maombi. Na hebu tueleze, manake katika Biblia kuna utamaduni upi ambao lazima tuweze kuzingatia ndipo tuwe karibu na uso wa Mwenyezi Mungu? Asante sana. Mimi ningetaka kusema hivi. Wakati wote sisi wa Afrika tuko ndani ya Afrika. Naam. Tuko chini ya mwavuli wa Mwenyezi Mungu. Na hii ni utamaduni wetu tangu zamani. Na kila wakati Mwafrika anapoongea, anajua nguvu zake ni Mungu. Kwa hivyo na utamaduni wetu huu ndio tutakapoamsha vizuri, tuielewe vizuri. Na hiyo ndio itakaye tupatia nguvu ya kwenda mbele. Kwa nini? Ni kwa ajili sisi tulikuwa na desturi zetu, tulikuwa na mila zetu na utamaduni wetu. Bila shaka. Ambayo sasa desturi kwa Kiswahili ni kama ile mambo tunafanya ikiwa kanuni. Kanuni na sisi. Si kanuni na mgeni. Kanuni na sisi. Na pia desturi naye ni wakati, mila nayo ni wakati tukiwa kikundi cha jamii. Tunaamua mambo yetu itaenda hivi. Na haya mambo yaliongelewa zamani na babu zetu na wakaipanga. Na waliipanga kwa nini? Waliipanga kwa ajili waliishi miaka mingi hapa dunia. Na wakaona mambo wafanya wanaadhirika ama wanaendelea. Wakaona tukipita hii njia sisi huwa tunapata shida. Sisi tutakuwa tunapita hivi na watoto wetu. Na basi ndio tukawa na utamaduni. Naye utamaduni ni nini sisi kwetu? Ni ile jambo kubwa sana ya Waafrika, huwa inatushikanisha sisi Waafrika wote tunakuwa boma moja. Kwa ajili kila jamii na kila lugha ikirudi kwa utamaduni wao, basi anaonekana ni Mwafrika, ana mlango penye ametoka. Na wakati kila Mwafrika akitoka kwa mlango yake, tunakutana kiwanjani tukiwa familia moja. Lakini Mwafrika bila utamaduni anakuwa ni Mwafrika mwenye hana kwao na hana mlango. Kwa hivyo kwa ule mkutano mkubwa ya Waafrika anakosa kiti pale. Kwa ajili haeleweki na hajulikani. Kwa ajili huyu sio Mwafrika na sio mzungu. Sasa yeye amekaa, mtu hana kwao. Lakini sasa tukitaka kujua vizuri sisi ni nani, ni lazima tuangalie kitabu ya historia ile ya watu ya zamani, kama Biblia ambayo iliongea habari ya Adam vile alivyoumbwa na Mungu, habari ya Abraham vile aliishi na Mwenyezi Mungu na aliishi wapi, alikuwa yeye ni nani. Tuendelee hivyo mpaka tukute Jacob ambayo kwa ukweli alikuja Afrika na watoto wake. Afrika hapa tu Misri. Akaja ndio tujijue sisi ni nani. Na wakati msikilizaji, ningetaka kusema kwa Biblia wakisema Misri, ni lazima tufungue roho zetu. Tujue wanaongea habari ya Afrika. Labda ni kitengo kubwa sana kuliko vile Egypt ilivyo leo. Kwa ajili ukiangalia watoto wale wa Noa walikuwa ni watoto watatu. Na ukiangalia Hamu watoto wake, unakuta ni Egypt, unakuta ni Kushi, unakuta ni Libya, na hawa ni watu wote wanaonekana wako kwa hii ardhi kubwa inaitwa Afrika. Na kwa hivyo karibu sana, tungetaka kuendelea vizuri na tutaangalia mambo ya Biblia
ndio tujione. Tutaangalia mambo ya historia yetu. Kwa ajili kila watu wana historia yao. Na pia tutajiweka kwa nguvu za Mwenyezi Mungu aliyetubariki na akatuumba, akatuweka hii Afrika ili tuendelee, si tuwe tunafinywa na kuangamizwa, ili tuwe tumesimama imara kama vile yeye ni Mungu imara. Sasa kwa ajili Mwafrika tumesema ndio awe na mwamko mpya, lazima abadilishe vile yeye ufikiria. Kwa ajili kwa muda mrefu ukiangalia tumekuwa nafikiria sisi ndio tuko chini. Kwa watu wote wa dunia tunaona sisi tuko chini. Lakini hali sisi ndio tulikuwa mbele. Wakati mzee ameongea ya kuwa mwanzo ya maendeleo ulianza Afrika. Na ulianza Egypt. Na hii Egypt wakati tunasema Misiri, labda ni hapa penye tuko. Watu wa nje wote walijua Misiri ni Afrika mzima, wakaondoa Abisinia kidogo, ingine ikabaki ni yetu. Lakini sasa kwa jili ni lazima tuwe na hali ya juu sana kwa mafikira, ili ndio tuweze kuweka kuamka tuwe pale juu kuliko binadamu wengine. Sisi yote tuko sawa, lakini kwa maendeleo Mwafrika vile alivyokuwa mbele, basi tunaweza rudi pale tukiinua mafikira yetu na tujione tukiwa pale juu. Itakuwa bila shaka tutaanza kutenda vitendo za maajabu kama zamani. Na tukitaka kuangalia haya maneno, ni lazima tuanze kuangalia mwanzo wa dunia. Na hii tutaiona vizuri katika kitabu ya Genesis chapter 10 verse 1. Okay, mtazamaji wangu, nitakusomea Biblia. Ni Mwanzo 10, tusome mstari wa kwanza. Mwanzo 10 mstari wa kwanza. Inaongea kuhusu wazawa wa Noa. Baada ya gharika, watoto wa Noa, Shemu, Hamu na Yafethi walipata watoto wa kiume na wa kike. Hii ndiyo orodha ya wazawa wao. Hiyo ndio orodha ya wazawa wao. Kwa hivyo tukiendelea hapo chini kidogo kwa hiyo verse 6 mpaka 12 tunaweza ona wazawa sasa wa Ham ambayo Afrika imetoka kutoka kwake. Hebu tuione basi. Watoto wa kiume wa Hamu walikuwa Kushi, Misri, Puti na Kanani. Watoto wa kiume wa Kushi walikuwa Seba, Hawila, Sabta, Rama na Sabteka. Watoto wa kiume wa Rama walikuwa Sheba na Dedani. Kushi alikuwa baba yake Nimrodi, ambaye alikuwa shujaa wa kwanza duniani. Alikuwa mwindaji shujaa mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana kuna msemo usemao, kama Nimrodi mwindaji shujaa mbele ya Mwenyezi Mungu. Miji ya kwanza ya utawala wake ulikuwa Babuloni, Ereki na Akadi katika nchi ya Shinari. Kutoka huko Nimrodi alikwenda Ashuru, akajenga miji ya Ninewi, Rebothi-iri, Kala na Reseni ulioko kati ya Ninewi na mji mkubwa wa Kala. Asanti Bi Marilyn. Sasa tumeisikiza msikilizaji mambo ya Kushi ambaye alimzaa kijana anaitwa Nimrod. Na Nimrod akawa ndio mtu wa kwanza duniani kutawala dunia. Na yeye akawa ni shujaa mkuu, na yeye alikuwa Mkushi. Mkushi ambaye sisi ni Waafrika tu, Wakushi ni watu weusi kama sisi. Na akawa paka amepiga Babiloni. Babiloni ambayo kwa miaka 2000 ilikuwa imepiga hata Waisraeli, imewaangamiza kama wakati ya King Nebukadnezar, unayakumbuka. Na Wababiloni wamewapiga watu wengi sana duniani. Kwa ajili walikuja wakawa the first empire in the world. Wakaitwa is the Babylonian Empire. Na hawa walikuwa wamepigwa mbeleni ni sisi wa Afrika. Kwa hivyo nafasi yetu ipo. Na damu ni ile ile. Watoto na vijana ni wale wale. Ni hali ya mafikira tu imeteleza kidogo ikaja chini ili tukakosa ile nafasi yetu ya mbeleni. Na tukitaka kuhakikisha ya kwamba huyu Nimrod Mkushi alikuwa ni Mwafrika, basi tunaweza kufafanua zaidi kutoka kwa Biblia ambayo ni Numbers 12 verse 1. Na pengine basi dada Ruth, kabla ya kusomewa hicho kitabu cha Hesabu, manake wewe
una taaluma ya kutosha katika mambo ya historia. Maana dada anaposema kwamba Mwafrika alipotea kidogo tu ndiposa pia akaja akatawaliwa na mzungu zaidi, maana Mwafrika alikuwa katika mstari wa mbele. Je, aliteleza wapi huyu Mwafrika? Kwanza ni lazima tuelewe ustaarabu wote ulitoka Afrika. Naam. Kukurukiwa kwa dunia kulikurukiwa katika Afrika. Halafu Waafrika watu wote ulimwengu ukatoka Afrika ukaenda zao. Naam. Lakini kuna wale walibaki Afrika. Wale walibaki Afrika walikuja kuchikilia mizingi ya taaluma zote za enzi hizo. Na wale walitoka Afrika walikwenda Europa na nchi zingine kuzipiga na wakaanza makazi yao huko. Si wale walikuja kupiga Afrika. Ni Afrika ilikwenda ikachika nchi hizo. Na tuna ithibati ya mijengo ya zamani kama Stonehenge ile ya Uingereza sehemu ya Southern England, Salisbury. Unaona ilijengwa na Waafrika, watu ambao ni wa jamii ya watu kama Waruo. Na hakuna mtu anaweza kusema si Wajaruo walifanya. Tunajua walitoka na wakaenda huko. Wakajenga majengo marefu ambayo yalikuwa ni kupimia mwenendo wa jua. Kwa sababu walikuwa katika nchi za jua na wameingia katika Uingereza, nchi ambayo ilikuwa ni ina baridi kweli. Giza kwa sababu ya barafu. Na kwa kutaka kujua majira wakaenda na elimu ya Afrika ya kufuatilia jua linavyokwenda na nyota zingine na asali zingine, wakatengeneza huo mnara wa Stonehenge. Hiyo ni thibati kubwa kama vile asemavyo Roth hapa dada yetu Roth ya kwamba kina Nimrod walikwenda na wakapiga nchi na wakaanza miji mikubwa. Mambo mazito hayo kweli. Ningetaka kuwakumbusha watazamaji ya kwamba huyu Nimrod aliyekuwa Mkushi alikuwa amezaliwa ni babake ni Mkushi. Lakini Kushi pia alikuwa na watoto wengine ambaye ni Sheba na wakati zote tukisema Sheba tukumbuke hii ni Ethiopia. Maana tunakumbuka yule malkia wa Sheba ambaye kwa kizungu anasema Queen of Sheba aliyeenda kumsalimia Solomon na ameandikwa kwenye Biblia alitoka hapa Ethiopia. Na pia kuna jina lingine la ndugu yao anaitwa Dedan. Na huyu Dedan tutakuja tena kumuona kwa Abraham akiwa uzao wa Abraham. Na hawa bado ni watu wanasikika ni Waafrika na wanahusikana na Waethiopia na Wakushi hawa, na tena kuna mwingine anaitwa Havila. Kwa hivyo tukiendelea tuchunguze na pia tutakuja kwa haya maneno tena. Kwa hivyo haya mambo ni yetu sisi kabisa. Sisi Waafrika na sio wazungu kamwe. Tuko peke yetu kwa haya maneno. Bila shaka. Ndiyo. Dada Merlin. Tutasoma katika kitabu cha Hesabu 12 mstari wa 1 na ni kuhusu Miriamu anaadhibiwa. Naam. Kisha Miriamu na Aroni walianza kumsema vibaya Mose kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemuoa. Ndiyo. Msikilizaji, umemsikia ya kwamba mke wa Musa alikuwa anaitwa Zipora, alikuwa ni Mkushi. Kwa hivyo sasa hii ni laini ya Nimrod. Ethiopia, tuseme Ethiopia. Ama ni Ethiopia ama ni Mkenya sasa. Tusiwe tujue ni Mkushi. Maana Wakushi wako wengi sana. Sasa hebu basi tuangalie kwa fafanuo zaidi kwa hii kitabu. Ningependa Madam Marilyn atuambie hii Biblia inaitwaje, na alafu ataangalia kitengo kiko pale na kufafanua hiyo jina Mkushi. Hii Biblia ni habari njema kwa watu wote, ni toleo la kujifunza. Na naona hapa chini kuna wataalamu wa hii Biblia wanatuambia wanatupa ufafanuzi kuhusu mwanamke Mkushi. Na inasema Kushi ni eneo katika Afrika ya kaskazini, kusini mwa Misri, ikiwa ni sehemu ambayo kwa jumla sasa ni Ethiopia, Eritrea na Sudani. Kwa hiyo mkewe Mose alikuwa jina lake ni Zipora binti Yethro, alikuwa Mwafrika. Basi. Bila shaka. Basi mtazamaji, umesikia Mkushi ni Mwafrika. Maana Zipora mkewe Mose alikuwa Mwafrika.
Hapo ndio tunatakana tukanyage hapo na turudi kwa ile meza ili tuweze kuendelea. Maana Wakushi wetu walikuwa wana nguvu na kisha ya pili hawa ndio wameenda na Musa, ambaye ni Musa yule anaongea na Mwenyezi Mungu na watazaa watoto ambayo pia wanaachiwa baraka ya kuongoza ibada na kuongoza mambo ya Mungu aliye juu mbinguni. Kwa hivyo tuko na nguzo mbili sasa. Huyu ni Musa na tena tuko na Kushi ambayo ni mtoto wa Nimrod. Kwa hivyo na tuko na mpaka miji ya Nineve na mambo mengine. Kwa hivyo ni lazima tutakuwa tukienda mbele na ni lazima tuyafanye tena yale mambo tulifanya zamani tukaongoza dunia, ili hii dunia tunayoiona sasa imeharibika na iko na mambo changamoto nyingi sana. Naona ni Mwafrika amekosa kufanya kazi yake. Akiamka atainyorosha na mambo dunia itaenda vizuri bila aibu na bila kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Je, Mwafrika huyu ataamka lini? Ni sasa. Mwafrika ataamka sasa. Sio kesho na si kesho kutwa. Ni sasa. Kwa ajili mafikira yetu tumeyaanza kuyachunguza na kurudi nyuma. Turudi kwanza paka pale tulipoanzia. Pale tulipokuwa kwa utamaduni wetu, ili tuweze kufunguka akili tukitumia akili za babu zetu ambayo waliishi hapa duniani miaka mingi kuliko sisi. Na hata saa zingine kwa wale watu wamepata nafasi kufika kule kwa pyramid za Egypt, wakiangalia ile picha ya ile muundo ya ule farao amelala pale, utakuta mapua yake ni kama hii yetu. Wajua Mwafrika pua lake si la kuchomoka sana. Liko ni kama round hivi kidogo. Na hawa wote wako na hilo pua. Na nilishangaa sana, nilienda Israel nikakuta picha ya farao fulani ilikuwa imewekwa kwa kioo. Lakini mtu kwa ajili ya hasira akakuja anapaka rangi pale kwa ile pua. Kwa nini? Hili pua ndio linalosema sisi ni Waafrika. Na farao anasema yeye ni Mwafrika. Kwa hivyo na hawa ndio wenye maendeleo makuu. Kwa ajili hata Abraham alienda kuomba usaidizi kule Misri wakati alikuwa na shida. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa kama Amerika ya siku hizi. Maana naona kwamba ndugu Samuel Kamidha, maana naona kwamba ana jambo ambalo angesema angependa alitaji kabla ya kuondoka hapa. Kuna maneno mawili matatu ningetaka kumwambia mtazamaji wetu. Dada Ruth ameongea juu ya pua kuwa pana la Firauni. Profesa Diop ndiye alifanya utafiti wa damu wa ngozi. Hii ya wazungu tunaita melanin. Akaipeleka katika maabara, ikawa watu waliojenga pyramid hizo walikuwa Waafrika. Na likawa hakuna tena kusema zilijengwa na watu walitoka. Hakuna wasiwasi hapo. Daktari Diop ndiye alifanya na alifanyia Senegal, Dakar, akaita wataalamu wote wa UNESCO kujeni tuone sasa ni nani alijenga. Watu imetambulika wazi ngozi hizo zikapelekwa katika maabara. Jibu lilikuja kwamba mapiramid, majengo ya zamani yalijengwa na Waafrika. Ndio, na nikiongeza pia kumuunga mkono mzee wetu mzee Kamidha, ni kwamba tukumbuke hata kule shuleni tumefundishwa ya kwamba the crescent of civilization ni Misri, ni Egypt. Na tukisema Egypt tunasema Afrika. Na hii ni kusema maendeleo ya dunia yalianza kule Misri wakati watu walijua kuandika kwa papyrus. Na hiyo ni dhibitisho kubwa sana ya kuwa ni lazima Mwafrika arudi sehemu yake. Na sehemu yake ni ya kwanza kabisa duniani. Na wale wengine watu wa dunia wafuate nyuma. Hii ndio tutakapo kuwa tunaelekea sasa. Tumekuwa tunajua penye tumetoka, na tumejua penye tuko sasa kwa mashaka haya. Na ni lazima tutoke na tuende mbele, tufike penye tulikuwa. Na tukitaka pia kuangalia, tutayaona sisi pia tuna damu ya Abrahamu. Na Abrahamu alibarikiwa sana ni Mwenyezi Mungu. Akaambiwa vizazi vyake atazaa wafalme
na vizazi vyake vitaongoza wengine. Na basi kwa ajili ya hayo, msikilizaji, ningetaka Bi Marilyn atatusomea kitabu ya Genesis 25 verse 1 to 6. Kitabu cha Mwanzo 25 mstari wa kwanza hadi wa 6 inaongea kuhusu wazawa wengine wa Abrahamu. Naam. Abrahamu alioa mke mwingine jina lake Ketura. Ketura alimzalia Abrahamu Zimrani, Yokshani, Medani, Midiani, Ishbaki na Shua. Yokshani alimzaa Sheba na Dedani. Wazawa wa Dedani walikuwa Waashuru, Waletushi na Waleumi. Watoto wa Midiani walikuwa Efa, Eferi, Henoki, Abida na Elda. Wote hao walikuwa wazawa wa Ketura. Abrahamu alimrithisha Isaka mali yake yote, lakini watoto wa kiume wa masuria wake akawapa zawadi, na wakati alipokuwa bado hai aliwapeleka katika nchi ya mashariki mbali na Isaka mwanawe. Ndio. Naam. Mtazamaji, ili ni jambo nzuri sana. Kwa ajili kwanza kulikuwa na mke wa Abraham anaitwa Sara. Naam. Na Sara alifariki. Lakini huyu mzee alipata bibi mwingine anayeitwa Ketura. Ketura, mimi nasikia hii jina likiwa la Kiafrika. Na huyu Ketura ndiye amezaa watoto ambayo tumetajiwa pale. Mmoja wake ni Midian. Na Midian, kumbuka, ndio penye Musa alikuwa ameenda akatorokea Midian ili akakutana na Mwenyezi Mungu kule mlimani. Waona? Sasa kwa hivyo, na tena kuna mtoto mwingine pia anaitwa Medan. Na hao wote, Medan anaonekana akiwa kule Sudan. Kuna mtoto mwingine pia tumeona anaitwa Dedan, ambaye alizaa watu wanaitwa Ashur. Na Ashur ni wa Sudan. Lakini kwa heshima kubwa ningetaka kuwaonyesha kwa map ama atlas zetu za Afrika, ambayo tutaona huyu mtoto mmoja anayeitwa Medan, penye aliishi aliipatia jina huo mji jina lake. Na pia yule Shur tumedhibitisha ya kwamba hawa ni wa Sudan, maana Dedan alizaa Shur, na Dedan alikuwa ni uzawa kutoka wa Abraham. Na pia kule kwa Abraham tumeona Sheba ambayo ni wa Ethiopia. Na tumeona pia wengine wanayeitwa kama Isbak na Shua. Na huyu Sheba ana uhusiano sana na Havila. Kwa hivyo hatuko mbali. Huyu mzee Abraham ni mzee wetu sisi wa Afrika. Na ni lazima pia tufuate nyayo zake ili tuweze kuendelea. Kwa nini mimi nasema Afrika nzima sisi ni watoto wa Abraham? Ni kwa ajili eneo la Afrika ndio utakayekuta ndio huwa tunatairisha watoto wetu. Watoto wa vijana. Kwa ajili hii amri ilikuwa ya Mwenyezi Mungu akimwamrisha huyu Abraham. Lakini eneo zingine za dunia hawana hili jambo. Na hiyo ndio bendera kubwa kusema sisi ni watoto wa Abraham. Lakini sasa hivi kwa heshima kubwa sana, msikilizaji, ningetaka kukuonyesha kwenye hii atlas. Tutaiangalia page namba 86, na ambayo ndio inaonyesha kitengo kikubwa sana cha Afrika, na ambayo hivi sasa tutaiona hii Sudan ikiwa karibu na Sudan, South Sudan, Ethiopia na Kenya. Na hawa wanaitwa Medani, na wako hapa Sudan ambayo hivi sasa inajulikana. Na ndio hapa. Namba sana kwamba mwelekezi wetu mtueleza kwamba muda tuliotengewa umemalizika, na pengine kwa maneno mawili matatu mwisho kabisa, dada Marilyn Wanjiru, unasemaje? Manake kwa muda mfupi sana tu kwa sababu ya muda. Job, ningetaka kusema kama vile tu Waswahili wanasema mwatamila ni mtumwa. Tunapoacha mila zetu, ndio maana Waafrika tunakuwa wana utumwa mwingi. Kwa hivyo turudie zile mila zetu, na hasa zinatuelezea kwa Biblia. Tukirudia mila zetu, ule utumwa basi tutauacha kabisa. Asante sana. Mwisho kabisa, ndugu Samuel Kamili, wasemaje kwa maneno machache, maana kwamba muda umeyoma? Leo nimefurahiwa sana kuwa mbele ya watazamaji wale pale. Na hasa nafurahi
Unajua pale natazama na watoto wadogo, vijana. Wazee sina haja na wao, wanajua, wanafahamu maneno. Lakini wale ndio ajue watoto, na hao ndio guzo kuu bila shaka mwamko mpya wa Afrika. Asante sana. Mwisho kabisa, Bi Enkeseni, wasemaji. Asante sana mtazamaji. Mimi lile ningetaka kusema kweli. Ni lazima sisi wa Afrika turudie mila zetu, desturi na utamaduni wetu. Na wakati tutakapofanya hivyo, tutakuwa hata chini ya nguvu za Mungu wetu mmoja. Maana wakati yote tunayejiweka chini ya Mungu wetu mmoja, ambaye ndiye alitengeneza hii historia yenye tuko nayo sasa, na yeye ndiye alipeana nafasi hii Biblia iandikwe. Basi huyo Mungu bila shaka atatuinua tena na atatuweka juu ya dunia nzima. Na kuna mambo mengi sana ya kujivunia. Lakini lile jambo kubwa sana ni kujivunia kuwa Mwafrika. Na ukiwa Mwafrika unasikia uko gari tosha. Hamna lingine. Basi unakuwa uko kamili na hakuna kitu unataka na kuongezwa ni mzungu ama itolewe. Sisi tuko sawa. Asante. Maana kila jamii ina utamaduni wake, desturi zake na mila zake. Na mila hizi basi ama desturi hizi pamoja na utamaduni huu tusiweze basi ama tusije basi tukasawazisha na masuala ya ushirikina, upigaji ramli, masuala ya uchawi na kama hayo. Tunazingatia masuala ya Biblia. Hadi basi wakati mwingine panapo majaliwa yake Maulana, na kutakia kila laheri. Na basi kwa niaba basi ya wote walioyafanikisha makala haya, bila kumsahau dada Ruth Enkeseni ambaye yeye ni mkurugenzi wa masuala ya maombi katika shirika hili la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum. Vivile basi siwezi kumsahau mkurugenzi mkuu wa shirika hili la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum, si mwingine bali ni ndugu Samuel Kamida, ambaye basi bila shaka amekuwa vivile wa msaada mkubwa kweli kweli katika kipindi hiki hivi leo. Na mwisho kabisa basi siwezi kumsahau mwandishi habari mwenzangu ambaye vile ameweza kushiriki katika makala haya ya hivi leo, makala haya ya kumbukizi za Mwafrika, si mwingine bali ni dada Merlin Wanjiru. Hadi hapa basi sina la ziada, basi ile tu basi kutamatisha makala haya. Mimi basi mkuu msimulizi wako Joe Bonimo, na kutakia amani ya Bwana.